Kwa kawaida asili yetu ya kibinadamu inahitaji umiliki wa vitu, na inaonekana kadri tunavyoishi ndivyo tunavyotamani kumiliki vitu vingi zaidi. Lakini Mungu hutazama mambo kwa namna ya tofauti. Katika Zaburi 50 mstari wa 10 hadi 12, Mungu anasema, maana hayawani ni wangu na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Kisha katika Kumbukumbu la Torati 8:17 hadi 18 anasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndivyo ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili ufanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Mungu ndiye mmiliki wa vitu vyote, naye anatuita kuwa mawakili waaminifu kwa vile ambavyo ametupatia kuvitunza. Mungu ni mmiliki wa huu ulimwengu na kila kilichomo ndani yake, na anatutaka kusimamia kwa umakini badala yake. Pale unapoelewa kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu, umiliki unakoma na uwakili unaanza. Wito: unaporudisha zaka ya Mungu na kutoa sadaka yako leo, kumbuka kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka nyingi ambazo amekupatia. Muombe Mungu akuonyeshe jinsi ya kusambaza baraka zako ili ziweze kufanya mema mengi kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya kazi yake. Asante kwa kutoa kwa ukarimu siku ya leo. Tuombe.